Hey, unasusa susa, ngoja yote kutu. Sasa umekuwa kiburi siku hizi, yaani hapa ulambi kitu utaishia kuiona tu, yaani sana sana utakachoambulia wewe ni kuisikia tu harufu yake, lakini uchapi. Ina maana unachoongea uko serious kabisa, unataka kunitoa mimi hapa kwa Aisha? Hivyo huoni kama tunatengeneza hatari kubwa? Hata sasa hivi, hata leo ukija ukiniambia nyumba ishapatikana, haina shida. Profesa, unajua tena siku zenyewe zimeshakuwa nyingi, nitoka siku ile nimekumisi haswa. Kwa haraka naweza nikakwambia ninakuheshimu sana, lakini hapo unapoelekea hapo unajichanganya. Mchuzi wa mbwa anatakiwa unywe wa moto Kevi. Nikwambie tu kitu kimoja. Asia ni mwanamke ambaye nimemwekea malengo. Yaani hapa ulambi kitu utaishia kuiona tu, yaani sana sana utakachoambulia wewe ni kuisikia tu harufu yake, lakini uchapi. Oh, sawa. Wewe si umejifanya unajua kubwata? Sasa nikwambie tu kitu kimoja. Kaa mbali na Asia. Na kama hutoweza ukaa mbali na Asia, kinachofuata utakiona. Si unautaka moto? Na mimi nitakupelekea vyema kabisa. Na huo moto sasa utakuunguza. Oya kaka. Now wewe burudani wewe. I'm so happy. Oya. Unyama juu ya unyama yani. I'm so happy. Oya, nina bonge la taarifa yani mwanangu. Oya, usiku wa leo silali. I'm so happy. Burudani mwanangu. Yaani leo nina taarifa nyeti zilizopikwa zikaiva vizuri. Oya, dawa ya mapenzi iko hapa. Nakueleza hivi. Kwa sababu gani? Siku zote wananiambia, we dogo unapotea, unampenda Asia sijui malaya. Dawa ya mapenzi iko hapa, nimeshatibu matatizo yote, malaya, su nini, kila kitu. Kwisha habari yake. Hatimaye, I'm so happy. Ngoja kwanza Dani. Subiri kidogo. Kuna nini huko likotoka? Ngoja nikwambie baba. Oya we. Oya mwanangu. Sikiliza. Niko napita zangu kwenye mitaa fulani. Nikakutana na mama mkwe. Pale nikachomoa nusu ya 10,000, yani zinazokaribiana rangi na 10,000. Yani namaanisha buku hizi 2. Baada ya kuchomoa pale nikambandika yule mtoto. Baada ya kumbandika ile buku 2 yule mtoto, mama ndo anazidi kumimina sifa. Anamimina, anamwaga maua yangu. Amenimiminia maua mwanangu, nimependeza mwili mzima. Nikajiona kwamba mwanaume duniani. Ni mimi hapa, mwamba na nusu. Afu eti natoka pale mwanangu nafika mtaani, nakuta na kimwamba kina sura kama yani sura yake mbovu tu, kananitishia eti wewe sijui unatoka na Asia sijui nini na nini. Kidogo nimiminie makofi, nikaona tatafuta kesi za bure, mwisho niue hapa. Nikaona yule bwana ni mshamba tu, asiniharibie kitu chochote. Kwanza yule kwa lile sura jinsi lilivyokantamana kama makaratasi mabovu. Asia hawezi akamkubali mwanaume kama yule bwana. Mimi hapa sasa hivi kilichobaki ni taarifa tu home, napita kwa taarifa washikaji kama hivi ninavyokuambia wewe. Baada ya hapa mwanangu, vigelegele vinapigwa tayari, watu wanakula ubwabwa. Tunaendelea na taarifa zingine ndani, kuleta watoto na nini na vitu vingine mazagazaga mengine yote tunayajaza pale nyumbani. Wewe umesema kwamba mama kakupokea. Ni kweli kabisa, hata mimi nimefurahi kusikia hivi kwamba mama mkwe kwa kupokea na imekuwa shangwe kama hivi ulivyokuja. Lakini sasa mimi nataka nikuulize Dani, unajua mama anaweza akakupokea ila Asia asikupokee. Si umenielewa?
Kwa jukumu ambalo ulikopo nalo hapa ni wewe kuhakikisha unamshawishi Asia. Kweli mama kakubali kwamba umuoe Asia. Si umenielewa? Amekupenda kutokana na ukarimu wako, amekukubali kutokana na kujitoa kwako, unajali, unakea. Ni kweli hata mimi naona kabisa kwamba Asia ni mwanamke ambaye wewe umewekeza akili yako yote kwake. Lakini vipi kama yeye hatakuwa tayari wewe kumuoa? Yaani mimi nakwambia hivi, hilo tatizo limekwisha. Wewe fikiria mama anaanza kukumwagia sifa za namna hiyo. Maana yake mama mwenyewe kule ataanza kufanyaje? Atakuwa anampika taratibu taratibu. Asia achomoe hapa babu. Alishaniambia ananipenda kipindi hicho na naamini mpaka sasa hivi ananipenda. Sawa Dani, sawa, haina shida. Kama iko hivyo na wewe mwenyewe umeridhia, umeona hili jambo linawezekana kabisa na kila kitu kinawezekana na kiko sawa, mimi kama rafiki yako sina shida. Mimi nitakuwa sehemu ya kusapoti hiyo shughuli yako kama kila kitu kitaenda sawa. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kabisa. Exact. Hapo ndo umepiga penyewe. Tena wewe ndo utakaa pale high table. Vyeo vyote unapewa wewe, mwenyekiti. Si unani, mgeni rasmi. Vitu vyote unajaziwa wewe pale mezani pale. Tumemaliza baba, tumeoa. Okay, sawa, hakuna shida. Mimi nilikuwa natoka hapa, kuna sehemu naenda dharura muhimu sana. Kwa kazini leo sitoweza kufika. Vipi? Wewe utaenda? Wewe kazini kafanya nini babu? Yaani leo ni siku yangu maalum, siku ya sherehe. Kwa maana naenda kupika pilau safi, pilau misili ya kioo. Kila tonge ninapopiga namuona Asia. Kila tonge Asia. Kila tonge naiona ile harusi. Oya. Kwanza nachelewa. Wacha mimi ninyoshe zangu home. I'm so happy. Mungu amsaidie sana rafiki yangu. Maana hata msichana mwenyewe anayempenda na kumwekea nguvu kupasua kichwa kwelikweli yani. Nataka uniambie Asia. Sitaki drama zako za mapenzi, sawa? Kati ya mimi na huyu Dan, nani unampenda? Sema bana wewe. Au nataka nikupige vibao, si ndio? Mimi nakupenda wewe. Unasemaje wewe? Yaani vitu vyote ambavyo mimi nimevifanya kwa ajili yako, leo hii unasema unampenda huyu nyao hapa? Hebu rudia, labda sijasikia vizuri. Hebu rudia, yaani unaongea kuhusu nini wewe? Mimi nimeshamaliza kila kitu Dani. Nimesema sikupendi wewe, nampenda huyu. Oya. Kaka, utaua kaka. Utaua. Nitakuumiza. Kitu kimoja kwanza kaka, utaua mtu mwenye kakonda utaua kaka, mtu mwenye kakonda. Atondoke. Twende stepe. Sikiliza. Mwanamke tayari sasa ashakwambia hakutaki. Sasa sikiliza. Ole wako nikone tena unamfuatilia huyu. Ndio.
Kwangu ndio nakoma kwenye penzi lako. Taratibu mama, tusinde puta. Penzi lako sina ujanja, kwako limenonga. Hey, nipeleke. Mwanangu Asia. Abe mama. Samahani mwanangu, leo nimekuita hapa nataka tuzungumze. Najua mazungumzo haya yanakuhusisha wewe na huyu Lama. Jana sisi tulitoka tunaelekea dukani. Au tulie Lama. Tulikuwa tunatoka tunaelekea zetu dukani. Lakini baada ya kutoka kuelekea zetu dukani, tumekutana na huyu kijana Dani. Na baada ya kukutana na huyu Dani kabidi nimuulize, tumesalimiana pale vizuri tumeongea. Lakini kama Talama kamsalimia, akamshikisha 2000 mkononi, mpaka mwenyewe nimeshangaa. Huyu kijana mbona kama vile anajali sana? Kabidi nimuulize, eti mwanangu Dani, je, vipi huyu? Kwani Lama wewe ndo babake Lama? Mbona naona unajali sana, uko karibu na Asia. Yaani unajali, unamhudumia, niambie mwanangu. Wala hata usiniogope. Jibu alokuja kunijibu Dani, anakupenda wewe na ndio maana anampenda na mtoto wako. Wewe moja kwa moja Dani hasema yeye yuko tayari hata kesho kutwa kuja kufuata process zote ya kuoe, muishi, mlee huyu mtoto. Pamoja sio wake, lakini yuko tayari kwa sababu anakupenda wewe. Ingawa Dani kaniambia yuko tayari, yaani kwa lolote juu yako wewe na mtoto wako, hata kwa kukuoa na kumhudumia mtoto, hajali kwamba sio wake, lakini anakupenda wewe mpaka na mtoto wako. Lakini mwenyewe katika mazungumzo yake alivyonihadisia kwamba yuko tayari kwa lolote, yani juu yako wewe. Changamoto iko kwako wewe tu kukubali, kulingana na kuona mwenyewe kama vile yani uko kona kila akitaka kuzungumzia juu ya maisha yenu, yani mwenyewe unakuwa nini, unakuwa hueleweki. Kwa hiyo nikarudi mimi nyumbani. Baada ya kurudi nyumbani nikakutana na ugeni mwingine tena. Akisukaa hata dakika ngapi nikagongewa mlango tena, kuna ugeni. Anambia baba karibu. Kani nimechukua story kidogo, tumekuja kupumzika hapa. Anambia karibu mwanangu. Kanisalimia pale. Kananiambia yeye kwamba ndo baba yake mzazi Lama. Mimi mwenyewe nikashangaa. Kulingana wewe mwenyewe hujawahi kunihadisia juu ya habari ya baba yake Lama. Umeona? Sasa kinachokuja kunishangaza, anadai kwamba Lama yeye ndo baba yake mzazi. Tulivyozungumza mpaka kufikia mazungumzo, anadai kwamba wewe hapo ndo chanzo kikubwa cha yeye hutokumpa nafasi ya kumlea mtoto wake kulingana changamoto ya kazi yake, kwamba yeye ni mganga. Kwa hiyo hautaki awe baba yake Lama. Na hautaki kumsikiliza, akipiga simu zake haueleweki, yani chochote amsikilizane. Lakini mwenyewe yuko tayari. Kwa hiyo mwanangu, mimi hizi ndizo taarifa zilizonifanya tupate muda wa kuzungumza na nipate kukuelekeza kwamba jana nilipata ugeni 1 2 3 ndo kama huu. Kwa hiyo hapo mwanangu, ukweli unao wewe. Hem, nieleze. Kwa hiyo mama, wewe mtu utakayekutana naye huko njiani au atakayekuja hapa nyumbani na kujitambulisha kwamba yeye ndiye baba yake Lama, utamkubalia, sivyo? Kaka, niambie ndugu yangu. Unajua tangu nimefika hapa sikuelewi juu ya mwenendo wa tabia yako. Kivipi yani? Hebu nyosha maelezo yako mdogo wangu. Yaani unanichanganya, umekuwa ni mtu wa kubadilisha wanawake. Yaani tabia ya leo huyu, kesho huyu, leo mwembamba, kesho mnene, kesho kutwa mweusi, kesho kutwa mweupe. Yaani naona mwenyewe unaenjoy kabisa, unarelax, dunia nzima umeimaliza. Kaka, kwa nini tutafute mwanamke tu kakaa naye tulie naye? Hata katika hao wanawake wako ninaoonaga hapa, tafuta hata mmoja kaka. Angalia kati yao yupo hata mmoja, mchukue ujengene hata maisha kaka. Kuna malazi ujue kaka, unakuwa. Hebu jaribu kufikiria hili swala. Ndugu wangu, mimi mtu mzima, kuhusu ya malazi naweza nikajilinda. Wewe hayo maswala yasikuumize kichwa. Wewe unatakiwa kunifuata mimi hapa. Nikija na mwanaume nikamtambulisha kwamba huyu ndiye baba yake Lama, hapo sawa. Lakini sijamleta. Kati ya hao wote uliyekutana naye na aliyekuja hapa nyumbani, mimi hakuna hata mmoja niliyemtambulisha kwamba huyu ndiye baba yake Lama. Kwa hiyo mama, muda wangu ukifika wakuja kumtambulisha baba yake Lama, nitakuja kukutambulisha. Sawa mwanangu, kuhusu swala la kumtambulisha au kumleta baba yake Lama utakapojisikia wewe. Ila mimi kwa sasa hivi maamuzi yangu mimi kama mzazi, nilikuwa naomba kati ya hawa wawili, Dani na huyu mganga, uchague mmoja hapo ili nipunguzie mimi majukumu. Uolewe mwanangu, na wewe ndo katulie nyumbani kwako. Takaa hapa mpaka lini? Mama,
Wewe nani kakwambia kwamba mimi nataka kuolewa? Mimi kwa sasa hivi bado sitaki kuolewa. Yaani muda wangu wa kuolewa ukifika, nitakuletea mwanaume na kukutambulisha. Hivyo tu. Ila kwa sasa hivi mimi kuolewa bado. Na katika wanaume wote hao, mimi hakuna ninayetaka kuolewa naye. Na naona kwa kauli zako zote hizo, yeye naona kama vile umeshanichoka. Unipendi tena, yaani kama sasa hivi unanichukulia mtoto wa jirani. Kwa hapa sasa ni hivi. Yaani uamuzi wa mimi kama mzazi, na nikisimama kwenye nafasi yangu kama mzazi, babako sasa amefariki muda. Kwa hiyo mimi sasa hivi ndo baba, mimi sasa hivi ndo mama. Uamuzi wangu mimi, kati ya hawa wanaume, chagua mmoja hapo huyo. Yaani ukafanya naye maisha ni ya kuoe, uondoke hapa nyumbani kwangu. Kwa sababu kwa hapa tulipofikia, kila nalo lizungumza nalo litamka. Unaona kama vile unatumia kauli kwamba mama unipendi au unitaki. Mimi ningekuwa sikutaki ningemjali huyu Lama. Ningekujali wewe, ningekubalia mpaka sasa hivi. Nimeanza kumlea mimi leo mpaka kafika hapa miaka 3. Unaniona mimi akili sina, kwamba unanilazimisha, unaniforce. Kwa hiyo unavyotoka kwenda kudanga hivi, unaona mimi sikuforce. Kwa hiyo unaliona kwamba liko sawa. Si ndio? Sasa sikiliza hapa kwangu, chagua hilo moja. Tafuta mwanaume ambaye unayemuona anakustahili, anakufaa. Ondoka hapa nyumbani kwangu. Na mimi nishachoka kama mzazi. Nishachoka. Nenda kaolewe mwanangu, na ukafanya maisha yako na mwanao na mwanaume wako unayemtaka wewe. Mama, mimi kwa upande wangu nimesema kuolewa bado. Wewe kama umenichoka tu niambie niondoke hapa nyumbani, lakini sio kunitolea maneno yote haya. Sawa. Wewe unataka kuondoka kulingana na ujeuri wako. Maana ulijeuri sana. Wewe mfuate mama yako muondoke wote. Yes, alifanya jeuri. Uchukue mwanao nenda naye wote. Wewe na huo kwa ulimbishi mwanangu. Sanganye. Hangu unataka mneno sema nikuta 24 hata mhele shida hata mhele tabu. Sio kweli. Unataka ishi kwa amani sana. Sanganye na mwanangu. Yaani kama ni babake nenda ampelekee mkaishi huko. Hautaki utajua mwenyewe. Kwanza hata mimi mwenyewe nimekuchoka vile vile. Nimekuchoka tabia zako. Kila siku unafanya kazi ya kuongea na wewe, Kila siku. Nenda unapoenda. Mwenyewe nataka na mimi mwenyewe nifanye maisha yangu, nikatafute kazi zangu nifanye. Uniachie mtoto kila siku. Kwanza mama gani atakaye kubali? Sasa kwenye malazi unaweza kujilinda. Unakuwa mimi sasa hivi na nafasi bado nasoma. Hapa nimekuja kujishikiza tu. Tarudi masomoni, tarudi chuo. Kaka, wewe bado huna nafasi. Hebu jaribu. Kama umeona mawazo yangu mimi ni mabaya, basi nisamee. Ila kama unaona mazuri, yafanyie kazi kaka. Badilika kaka, unakuwa. Unajua bwana Jagwa, kiukweli yani nashindwa hata nianzaje kukwambia. Lakini tu ambacho nataka nikwambie hapa ni kwamba muda sio mrefu maisha yangu yanaenda kubadilika. Ni mimi tu ndo naye achelewesha. Yaani huwezi amini mshangazi ambao sasa hivi unaniweka kwenye target mimi. Una pesa. Yaani una pesa, yani unaenda kubadilisha kabisa maisha yangu. Yaani mwanzoni ulikuwa unaniona Kevin naishi hivi sieleweki, lakini kiukweli muda sio mrefu naenda kuwa mchalo, maisha yangu naenda kuyabadilisha. Naenda kuishi maisha mazuri kabisa. Na yule mke wangu ambaye amenioa, yeye atakuwa ananiona tu na anielewi. Hivyo maisha yatakuwa hivyo. Shida yako wewe Kevin. Wale mashangazi wako huo una blandi sana. Alafu katika kuwa blandi unakuja kujikuta hawana maajabu. Unakuta mshangazi ana kijumba chake tu kimoja na akisha kupata wewe amekuweka ndani, hana kitu kingine kichochote ambacho ana play. Sikiliza nikwambie. Mimi mwenzako unavyoniona hapa. Kazi yangu inanikutanisha na mashangazi wa kila aina. Wenye pesa na wasiokuwa na pesa. Kwa hiyo mimi kazi yangu ni kuchagua ni mshangazi gani ambao natakiwa mimi nitoke nao. Na uweze amini, hapo unaponiona nimetoka kukutana na mshangazi mmoja hivi umenipa dili. Na nikikamilisha hilo dili, lazima niruka nao kwa sababu mshangazi wenyewe unaonekana umenona huko. Senti ipo. Kwa muda sio mrefu utaanza kuona nimebadilika. Weka na hiyo mishangazi yako sijui kwa sababu inamiliki vijumba, mwisho wa siku utakuja kutuona wenzako tuna change life, maisha yanaenda, wewe unakalia hapo. Badilika. Au sio? Kwa hiyo unanivimbia. Sikiliza nikwambie mimi, wewe mwenyewe utakuwa shahidi. Yaani wewe mwenyewe utakuwa shahidi na utasema kweli Kevi hapo aliniambia. Mimi nakwambia
Yaani ndio kwanza kumbe eti mshangazi umekupa dili, unaanza kufanya dili alafu baada ya dili ndio uanze sasa kuapproach. Mzee, mimi sihangaiki, wewe mwenyewe unaelewa kabisa mashangazi na sisi vijana wenye rasta. Yaani mimi kwangu tayari mimi ninachosubiriwa ni mimi tu kusema yes, inapigwa kiki, gari inaondolewa, tunakutana Kigoma mwisho wa reli. Kwa mimi mshangazi nishauweka vizuri kwenye target afu na wenyewe ulishaniweka kwenye target na unanielewa. Yaani mimi hata situmii nguvu ndugu yangu, tofauti na wewe. Mimi kwangu hata nguvu situmii. Mimi nakwambia situmii Unajua mimi tu ndo naichelewesha. Mimi kila kitu kiko sawa. Unajua muda sio mrefu mimi naenda kubadili maisha. Mshangazi tayari uko vizuri. Sawa kwa kuhangaikia mpaka ndugu yangu uje uanze kutongoza lini? Dada, mbona umetoka ndani uko na hasira umekuja kukaa hapa mwenyewe kinyonge na nimesikia unazuzana na mama. Shida ni nini? Hakuna shida mdogo wangu. Kuwa na amani tu. Sasa hakuna shida dada, na nimesikia unazuzana na mama nje. Niambie basi, mimi ni mdogo wako. Wewe mdogo wangu acha tu. Makelele yote uliokuwa unayasikia hapo nje ni vile tu mama anataka mimi niolewe. Lakini mimi bado sipo tayari kuolewa mdogo wangu. Sasa dada, kwa nini wewe hutaki kuolewa? Si ungekubali tu kuolewa? Yule mama ni mtu mzima, huenda ameona mbali. Kubali tu kuolewa dada yangu. Mdogo wangu wewe huelewi tu. Kuna wanaume wawili ambao wanaonesha kabisa kwamba wanataka kunioa. Lakini mimi kati ya wanaume wote, mimi sipo tayari kuolewa na hata mmoja wao. Lakini yeye mama ananiambia nichague kati ya hao wanaume wawili. Lakini mimi nikiangalia hakuna anayempenda hata mmoja. Unajua mimi nakwambia mpaka wewe mshangazi nimeuelewa na nimeshauweka kwenye target. Basi wewe unajua kabisa kwamba nimeona kuna kitu. Kwa sababu kama unavyonijua mimi ndugu yako, sijawahi kuchukua mshangazi ambao hauna maslahi. Mimi nachukuaga mshangazi yenye maslahi tu. Kama mshangazi hauna maslahi, pita kushoto. Kwa sababu mimi siangalia eti mshangazi kwa sababu unamiliki kijumba ndio uje kuwa na mimi. Mimi naangalia mshangazi una pesa, unaweza ukanipa mimi pesa, unaweza ukanipa matunzo. Alafu usisahau kwamba mimi ni dalali. Na kazi ya dalali inamkutanisha na watu wa kila aina. Kwa hiyo mshangazi ile lazima nikutane naye. Mshangazi kibao. Huu mshangazi na ukwambia umenona, Kevin. Mshangazi uko vizuri. Na huu kabisa lazima niutie kwenye 18 na autochomoa. Wewe niamini. Mimi tunajua ndugu yako nikishazungumza maneno yangu yarudi nyuma. Kwa weka kwa kutulia. Muda sio mrefu utaanza kuona nabadili viatu, nabadili pamba, naanza kuishi kama mchalo. Wewe unazungumza utaishi kama mchalo. Mimi muda sio mrefu hapo utaanza kuniona matawi ya juu. Nitakuwa VIP muda sio mrefu.